shida gani? Hebu naomba kusemaje? Mwenyekiti, yani bora hata nimekutana nawe. Yani ile unajua ile macho maisha kisela wenyewe wanasema. Macho. Mimi mwenzako mati kantuma. Yani nikisema mati mwenyewe utakuwa ushaelewa nini namaanisha nini au vipi? Yani unapolitaja jina hilo, hebu punguza sauti basi kidogo. Au vipi? Kuna watu. Sikilizia hapo mwenyewe. Unajua mimi mati kantuma. Afu kashaniambia issue zote, issue za kubwa. Sima kutokana na mimi hapa, unajua time mstaarabu, nimeamua kuiminya hivyo. Ni unajua siongei, sijasema chochote mpaka muda huu. Hapa alichonituma kutoka kanituma buku sawa. Hiyo buku nipe buku mimi nichende. Sitaki mambo mengi na nini. Sasa wewe anakutumaje buku? Na hiyo buku ya nini? Wewe kumbe kama mati, kumbe sometime buku. Hapo unaharibu. Yaani unapolitaja jina hilo punguza sauti kidogo. Sasa unapiga kelele hapa. Ya nini sasa? Nipe buku nichende. Hapo bosi ndo hayo. Unataka kuuliza buku ya nini maana yake nini? Sema unapoonekana wewe unaonekana unajua kukatika ujue. Wifi, unajua nimeota ndoto mbaya sana. Nimeota mama. Nimeota akimzika mtoto wangu. Wifi, itakuwa ni ndoto tu. Wifi, ni ndoto lakini mimi naogopa sana. Hapana, siogopi, hiyo ni ndoto. Hii ndoto sio ya kawaida. Kiukweli naogopa nisije nikampoteza mtoto wangu. Hapana, siogopi, hiyo ni ndoto. Naomba tu nipeleke ndani. Kiukweli nashtuka hadi Tuende hapo katika nini? Mimi mtu wa serikalini bwana. Au ni bwate? Usibwate. Nitabwata ujue. Haya katika wewe unaonekana unajua kata viuno kishenze. Wewe kumbe mwanangu. Wewe kumbe unaweza. Sema ni nyela kizamani ile ningelichukua maisha yako. Sema da baridi hapo wenyewe, mimi buku ushanipa nini? Ngoja niingie hivi. Sawa, wewe nenda. Unajua mimi serikali. Afu kijana anapataje ujasiri wa kunichezea mimi kama hivi? Ni mara mwingine au nao? Wewe serious mkiangalia familia naifahamu. Kiuhalisia mke wangu jana asubuhi mapema kabisa mimi nilikuwa baada dakika za asubuhi.
vizuri kabisa. Mwana jioni nimeingia nyumbani. Nilipokuja hapa nilipewa huyu mrugaruga nikamfundisha biology na chemistry huko ndani, lakini sio mwalimu alikuwa nikipiga vipasi anakuwa mkali. Nisema basi nibadilishieni ladha. Wakanipa huyu mwenye vimacho kama vya goroli. Mbona? Msilangu mchukue huyu. Dai hela. Wewe kaka ulituma kuja kwamba Mang'anyu hapa? Kiuhalisia Mang'anyu mimi nilikuja mwenyewe kuifuata Mang'anyu ni Mang'anyue mpaka sasa hivi niko vizuri kabisa. Na kuhusu shilingi 50. Mke wangu dai fedha. Yaani haijalishi alikuja alikutoa na kamba. Sitaki kusikia kelele za mtu yoyote hapa, nataka hela ya mume wangu. Wewe unaropoka, mume wako akiwa kwako, akiwa kwetu sio kwako tena. Alafu mume wako anataka mali. Nimempa. Wewe ni michezo. Angekuwa anataka michezo angeshakuwa wewe. Kwa nini mimi niko ndani? Kwa nini mimi niko ndani? Nakuzidi kila kitu. Kwa hiyo nataka hapa hela. Mngekuwa naye nyenye msingekuwa makahaba. Sikia wewe binti. Unatupigia sana makelele, hebu ondoka bwana, tushakuchoka. Muda wote tunapiga tantarira hapa. Hizo kelele mnazitaka wenyewe, mngenipa pesa yangu hata nisingapiga kelele tungemalizana hapa. Wewe mdogo. Wewe mimi kelele muda wote. Tuka huko. Balaa. Mke wangu, ndugu yangu mwingine yule pale. Juzi kushinda jana nilipa shilingi 5,000 dai nimlishie na 1,000. Kumbe nyewe tabia yenu ndio hiyo Tulia. Tena koma. Isha hapo. Wewe usinikomeshe mimi, ungekuwa mwanaume kweli basi ungeenda kufanya kazi na wanaume wenzako kutafuta pesa. Wewe ungekuwa unajua wewe. Mimi natafuta hela na Dilimbwasa au sio shanga mdogo? Afu usikute naye pia unajiuza Nini? Hivi mama, mimi naomba nikuulize kitu. Maana huko ndani kwetu kuna vitu vinaendelea ambavyo mimi sifanyaje? Sivitambui. Hivi jana wifi kaanguka, sisi tumeenda kumsaidia na tumeenda kumwokota na kumsaidia, ukatustopisha tusimwokote na tusimsaidie. Na ukaagiza kwamba tumpigie simu mume wake alete sanda nyeupe. Hivi sanda nyeupe ina maana gani mama? Si niliwaambia hii mambo niacheni mimi mwenyewe. Kwa nini mnapenda kuyafuatilia? Kama ni ngoma niacheni mimi mwenyewe, nitaicheza mimi mwenyewe hii ngoma. Basi mama, mimi nitaondoka. Kwa sababu mambo yanaendelea huko ndani siyafahamu na siyatambui. Kila nikitaka kujua mimi kama dada mkubwa, mama utaki mimi nijue au wewe wifi unamloga mwenyewe mama? Ningekuwa mchawi hata nyie si ningekuwa nimeshawaua. Tangu mpo tumboni. Mbona mmetoka duniani? Sijamaanisha mama kama wewe ni mchawi. Kwa nini sasa mnaongelea swala kama hilo kila siku? Na wakati mimi mwenyewe nimeshika mimba mpaka na wazaa. Hata mtoto mmoja aliyotoka hapa leo kaniambia mimi mama yako mchawi. Sio kwamba mama mimi mchawi. Umeniambia mchawi, kwa nini uniulize maswali kama hayo? Kwa nini uniulize maswali kama hayo? Wewe koma. Ndakuwasha mibao leo umeelewa. Yaani hapa sitaki kuelewa ngonjera ya mtu yote, nataka pesa zangu. Pia nikwambie binti. Kama pesa yako utakuja kuchukua kesho asubuhi, beba mume wako. Mna uhakika na hilo? Ndio. Mna uhakika na uliza? Si asubuhi nafika hapa, mnaanza kesho, mjumbe, kesho tutafika mbali, mtaharibia shughuli hapa, ni mtonielewa. Naambia hivi, kesho nikija hapa asubuhi nataka langu. Utaona kitakachowakuta. Nataka langu asubuhi. Asubuhi nikifika hapa nikute laki na 5,000 ilokamilika hapa. Nakufaki leo. Mama kapiga shamba, kapiga shamba. Piga shamba. Kumekucha. Mama kutiana aibu. Kwa pesa hizi kwa siri. Ulitumwa. Sikizeni. Nisikilize. Hivi, yeye familia mpaka lini mtaendelea na mama? Mnalegeza. Hebu kazeni kamba, kaimba dogo pateni. Amkazi. 50,000 nataka mrudishe. Nani arudishe 50,000 bwana? Tunawataka kesho aje hapa asubuhi na timbuli lake tutawashia moto. Na si ndio nani anatoa? Ni mbona kama watu wa mtumba? Hamna anarudisha 50,000 hapa. Tunataka kesho asubuhi aje una timbuli lake hapa. Shauri hilo. Hebu niende huko na wewe. Sasa ninasema hivi, ndani kwangu sikutaki, ondoka. Sawa, mimi naondoka mama. Ondoka. Mimi naondoka, mimi sikukaa. Kwa sababu mimi si mchawi, ondoka. Katafute kwa kukaa, ondoka. Ondoka, endelea, ondoka kabisa, kahamisha vitu vyako vyote, uondoke nisikuone huko ndani. Katafute sehemu kusiko kwa mchawi, wewe nenda kakae huko.
Mimi niache kama nilivyo hivyo peke yangu, nitaishi mimi mwenyewe. Muuza tunapatana mpaka huku, mimi hela sina leo. Shida na buku rafiki yangu, mimi na njaa sasa, nitaka ngafanye mazingira sasa hivi. Buku tu. Muuza yuko serious kwenye hela zangu. Shida zake nimalizie mimi. Okay, anyway. Sasa sikiliza muuza. Huu mguu unaona hapa ni mguu wa kutoka naelekea huko jirani na kwa mzee Kimboka. Mbona bwana? Asubuhi niko mla zangu nyumbani kapigiwa simu bwana, kuna kazi, kuna kibarua. Na unajua mimi maisha yangu ya papatu siwezi kula mpaka nichekwe. Na nashukuru muuza, unaanza kuzielewa nyimbo zangu sasa, sawa? Kwa hiyo mimi nikuahidi tu. Hapa ninapoelekea huko kuna dili la 100,000. Kwenye 100,000 mimi nyumbani sipeleki hata 100. Mela vizuri. Sasa mke wangu unamfahamu kwanza mfupi, ukimpa 100,000 atatumia kwa matumizi gani? Kwa sababu hata hela yake kubwa wewe unatumia shilingi 2,500, shilingi 1,500. Kwa sababu chakula chake kikubwa ni utumbo, vijikachumbari, miguu ya kuku, shingo, filigisi, na mara nyingi unamkuta pale senta anakuuza kuku. Mela vizuri. Kwa hiyo 100,000 mimi naweza kukifanya, nitachukua yote, nitaingia naye Cambodia. Sasa nikifika pale Cambodia leo na 100,000 yangu, sitaki nipige mmoja, mimi nataka nipige familia nzima muuza. Nataka nigawe 20-20, inawezekana kupiga wote pale. Sasa nikwambie kitu, hiyo mzunguko kwa wote. Siku ile nilikuwa naumwa. Nilikuwa na homa, ilikuwa inanisumbua, nikashindwa kufanya kazi, nikamwagiza yule binti. Leo sasa, yani mwenyewe kitengoni natulia. Afio 20 mimi mwenyewe naitaka. Tena ikiwezekana sio 20, 40. Maana leo niko vizuri, leo nimejiandaa kila idara leo. Nimeshaona sasa wewe sasa unataka kushomokea mwenyewe lungu comrade kipepe, si ndio Ndio. Unapenda na zangu. Nani asopenda? Kwenye nafasi. Sasa hiyo nyimbo kama nyimbo kipindi kile, dede. Nani asopenda? Kwenye nafasi. Asopenda. Kwenye nafasi. Sasa hii ndio maendeleo na mimi pasi na siachi umalaya. Sasa nisikize muuza, sawa? Ninachokitaka, sawa? Leo nikifika pale, nijipigie mipasi yangu, lakini 40 nakupa. Kama nilivyotaka. Nakupiga ngapi? 40 yako, sawa? Kwa hiyo nirudi kwenye hii buku sasa ambayo nimesimamishia hapa, sawa? Hiyo buku kiuhalisia naomba niende. Nikirudi kwenye 40 na kwa 41, kwenda kupiga 41 ya kwako. Kingine, mwambie mke wako atulie nyumbani. Kutufuata mpaka kwenye miji yetu, tutakuja kumzingua. Tutamwale meno yake ya mbele yale, ashindwe kucheka. Sasa kwenye swala mke wangu mwamuuza, unisamee mimi kwa sababu yule mwanamke jamani, ni kama nimelazimishwa, mwambie chukua jiko. Nikachukua. Mbona bwana? Na nilidharau msemo wa wahenga kwamba mwanamke mfupi mbishi, kama sio mbishi na kisirani. Kwa hiyo nikaichukua ile mashine nikaitia ndani. Sasa kwa ile mashine imeanza kunikoboa mpaka nikiukweli yule mwanamke hana vitu vyangu. Kwanza vitu vya mamuuza yeye pale kwenu mna vijinyama, mna vijinyama vya chawarma, lakini pia mna maji ya mdarasini, nyama kwa maini. Yaani vitu vyangu kabisa. Hata nikiingia nikiona nje chumvini naona kabisa mdondola unanipitia, unanipigia kwa upepo fulani hivi, yani kwa upepo fulani hivi na najilamba hivi. Vitu hivyo kwa mke wangu mimi nakosi vipati. Kwa hiyo kwa vitu ukweli sio na mke wangu mimi mwenyewe kabisa nitamstopisha asikanyage familia ya Mama Malkia. Sio vile familia yenu, familia ya Mama Malkia. So mnazingatia mikia. Mama muuza na tutafika mbali mimi na wewe. Kikubwa tu kuwa mwaminifu, niwe mwaminifu buku yako baadaye. Sawa. Basi baadaye. Haijaliwi kitu. Haina haja. Binti, hivi pale kwenu vipi sabu zake zinaendaje? Hesabu gani? Si haya mambo yetu bwana.
mambo yetu yale bwana ya wanaume, si unajua yanaendeje? Haya sababu anajua mama sifuri, mimi sijui chochote. Okay. Sasa mimi nataka tumalizane mimi na wewe huko. Mama asijue. Hiyo inakuaje? Sasa mimi na shida ya hela. 5,000 sitanitosha. Wow, 5,000. Mimi sasa ofa yako nitakupa 10,000. Na siishie hapo. Yaani ukiniridhisha vizuri, ukinipa mambo yangu yale. Alafu unapokuwa na mimi inatakiwa ujiamini bwana. Mimi serikali. Kwa hiyo si ofa hiyo tu. Nitakupa 10,000 na ninahakikisha ofisini kwangu ikitokea masuala tu ya mikopo ya nini sijui nini, wewe utakuwa ndo wa kwanza binti. Au unasemaje? Kwa sasa cha kufanya hapa, tukutane katika ile guest hapa chini ile. Jiamini sasa, usijali toto ila haina shida. Basi okay, naweza kuona. Mke mwenyekiti. Yaani wewe unakuwa busy na mwanaume wako kwenye masuala ya kiserikali, labda msaidie watoto yatima huko mitaani, msaidie umoja wa kina mama, na wewe kama mke mwenyekiti upate nafasi, au mwenyekiti akiwa diwani, akiwa mbunge atakufikiria wewe uko kwenye nyasi pesa juu. Lakini unaona mimi bora muda wako wewe utumie kuja hapa Kilimanjaro Lodge hapa. Kisha tu ukisikia Kilimanjaro Lodge ni mpya, basi mimi kile Kilimanjaro Lodge basi bali nitapewa visoda, nitapewa vijuisi, nitapewa vijisabuni vya kuogea bure ndani. Nimeshakuja wewe, umekuja mwanaume hapa ili tu uonje ladha ya Lodge, uonje ladha ya Lodge. Na umejapata mimi Kilimanjaro. Sasa nisikiza, hapo hata sio mengi. Umeona vizuri bwana? Kiuhalisia unakosea au unasemaje mama muuza? Mimi nihusu ndugu yangu, mimi mradi nishamalizana nao, ushanipa changu kiko hapa. Utajua na mwenye na mke wa mwenyekiti, malizaneni. Na kazi tena na wewe, kwa heri. Unanimalizia muda wangu na kazi kibao za kufanya. Na mambo mengine naenda kushughulikia watu wengine huko nyumbani. Kwa heri. Kwa hiyo wewe umeshachukua fedha zangu, unaona sasa hivi bora unikimbie, si ndio? Sawa, hamna shida. Mimi nakuja sasa hivi nikukuta hapo mbele. Mama muuza bwana. Yaani shilingi 45 tu ilitoa hamu. Mbavu. Kwanza wananiwezesha mimi vitu vyangu hivyo. Tamkia mwenyekiti nisikilize. Mimi bwana, ili siri yako niiweke kabani. Niifiche kabani. Na mimi sasa nifanye kama bobani, mpira niuweke gambani. Nije ndani jipige mipasi yangu. Zindegi na hega, akutubegeze. Mimi unanichukuliaje? Mimi nimekuja hapa jambo moja tu, kumfumania mume wangu. Unaniambia mambo ya ajabu ambayo hata hayaeleweki. Mimi haya mambo sio mambo yangu. Mkiwa mwenyekiti, vitu vingine basi ujiongeze. Sawa, sikatai, nimetoka huko ndani, mla vizuri kwenye maji ya mdalasini, nyama kwa maini. Nimetoka kuchonga, ndio kuingia chumvini, kuongelea kwenye kisima cha mama muuza. Lakini hiyo sio pointi. Pointi ni kwamba hapa unaponiona bado nina nguvu tele kabisa. Mama muuza nimpiga 20 tu. Mbona mwenyekiti ananiangalia hivi? Ananitaka nini? Na kama ananitaka huyo, lazima nipite naye. Mimi ndo mama muuza bwana. Kwa kwenye ile laki yangu niliyofanyia kibarua, nimebakiwa na 80. Sasa ile 80 yote mimi nataka nikupe wewe. Kikubwa tu nataka nionje familia ya kiserikali. Ndani mtu mwenyekiti. Wewe mwanaume, kilichokuleta huku ni Mke wangu, kama unavyojua mimi ni serikali na hapa nimekuja katika mambo ya kiserikali. Na chingine mke wangu, nikwambie, pale ofisini pale wamekuja wageni. Wageni wenyewe sio ngozi kama kwetu sisi watu weusi, wale wageni wa kizungu mke wangu. Kwa hiyo katika walipofika pale wakawa wanahitaji lodge nzuri, na mimi nikafikiria hapa katika lodge ambayo ilikuwa iko fresh, hakuna zaidi ya hii lodge ya Kilimanjaro. Kwa hiyo katika hilo nikasema ngoja kwanza nije kufanya survey, niangalie vyumba vinaendaje, mazingira yake, ili wageni wakija waje wafikie. Mke wangu, kuna shida gani hapo kwani? Kwa hiyo mume wangu umeshindwa kuwaelekeza kufika hapa mpaka unakuja wewe mwenyewe. Alafu wageni wenyewe wako wapi? Nisikilize basi mke wangu. Wale wageni watajuaje mazingira ya hapa mke wangu?
Mimi ndo nayejua na mimi ndo chifu wa hili eneo. Mimi kila kitu najua mimi hapa. Kwa hiyo nimekuja kusurvey vyumba vinaendaje na uzuri wa kiasi gani mke wangu. Mwenyekiti, naomba fanya haraka, muda wangu ni mdogo. Utapona.